rafiki yangu Chaka na nampongeza kwa kuanza kunielewa. Si eti na mrekebisha, bali tukumbushana pale labda atakapo hajaelewa, basi inshallah tutaweza kumuelewesha kwa njia iliyo nzuri sana inshallah. Hebu tumsikize. Kulthum pamoja na Zainab pamoja na moja binti zake wengine waliolewa wakiwa na umri mdogo kabisa. Kulthum akipewa talaka ya kwanza, akipewa talaka alikuwa ule mwaka wa 610, alikuwa ndo umri wake ni miaka 4 tu. Sio kweli. Vitabu vingi vya sira vinaeleza Kulthum alizaliwa kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa miaka 6. Hata sira ya Alam Nubala inaeleza. Okay, ukisema amezaliwa miaka 4 kabla Mtume kutumilizwa, okay sawa, tuchukue hiyo kauli yako, sawa. Na sababu ya yeye kuachwa ni nini? Nafikiri hujui. Sababu ya yeye wao kuachwa ni baada ya kuteremka suratul Masad, tabbat yada abi lahab wa tabba. Baada ya kuteremka hii sura ndio ikawa ni sababu ya wao kufanyaje, kuachwa. Na hii sura imechukua muda gani mpaka kuteremka? Hii sura imeteremka baada Mtume kutumilizwa miaka 4. Nafikiri hili hulijui, nenda kafanya research. Lakini licha ya hayo, ndugu yetu rafiki yangu Khilafa amelipinga hili la umri wa Aisha kwa kutoa baadhi ya hadithi na kusema kwamba Aisha hakuwa na umri wa miaka 6. Hapana, umenukuu vibaya. Sijapinga, hiyo ni hadith iko katika Sahih Bukhari, siwezi pingana nayo. Na kadhalika mimi pia nimetoa hadith pia katika Sahih Bukhari. Aisha yeye mwenyewe ndo anaelezea. Sasa mimi nimetegemea upande huu wa pili, lakini hii nyingine sijapinga. Sasa huu upande wa pili hadith ni Sahih Bukhari 2297. Aisha anasema anakumbuka ile tukio la wazazi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akija akiwafundisha, na tunajua mtu wa kwanza kusilimu ni nani? Ni babake katika wanaume, Abu Bakar. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Aisha baada ya kugura Makka kwenda Madina baada ya miaka 2. Na kutokea Mtume sallallahu alaihi wasallam agure Makka kwenda Madina ni miaka 13 imepita, ndipo alipogura. Sasa miaka 13 ndio akagura Makka kwenda Madina, akakaa tena miaka 2 ndipo akamuoa Aisha. Itakuja miaka 13 ongeza miaka 2, alafu sasa ongeza ile miaka 6 ya Aisha, itakuja miaka 20. Leo ukimpa Aisha alikuwa na miaka 4, basi mpaka Mtume agure miaka 13 na zile miaka 2 alipomuoa itakuja total miaka 18. Hapo ndipo nilipotegemea mimi. Naam, anasema kwamba jamii nyingi za watu kabla mwaka 1900 hawakujua umri wao, hawakujua kutunza, na hatazungumza mengi, atasema kwamba Mtume amezaliwa ule mwaka wa ndovu. Na ni kweli kwamba miaka ya nyuma watu walihesabu matukio kutokana na matukio fulani. Utamwambia mtu, anakuambia bwana, mimi nilizaliwa mwaka ule, leli ilifika Tabora. Sasa unaanza kugesi mwenyewe kwamba leli ilifika Tabora lini? Hata Mtume tunaambiwa Muhammad alizaliwa mwaka wa ndovu. Kwa hilo ni kweli. Nami nakupongeza kwa mara yako ya kwanza Chaka kuweza kunielewa, na inshallah natumai utaendelea kuweza kunielewa. Na labda nikupe mfano mwingine huenda ukanielewa. Miaka za nyuma watu hakushughulishwa na tarehe za kuzaliwa, date of birth. Ilikuwa haina umuhimu ukifanisha na zama hizi. Sasa hivi kuna mpaka certificate ya kuzaliwa na certificate ya kifo, yani date of death, kwa sababu nyingi ikiwemo ya uraia wako ama citizenship. Wakati huo ulikuwa unaweza kwenda sehemu yoyote bila ya visa, sio kama sasa hivi. Nikupe mfano mdogo labda utanielewa zaidi ninachomaanisha. Kuna watu sasa hivi hawana ama hawajui matumizi ya email address au PO box number kwa sababu haina umuhimu kwao, lakini watakapokuwa na mabiashara na makampuni wataona umuhimu
wa kuwa na email address na watafungua akaunti zao. Lakini kabla ya hayo hawakuona umuhimu nao. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika barua zake hazina muhuri, yani stamp, lakini alipoona kuna umuhimu sasa wa barua zake kuweka muhuri, yani stamp, maanake kuna barua zingine ziliweza kuregeshwa, walikataa kusoma barua ambayo haina stamp. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuona sasa kuna umuhimu wa barua kuweka stamp, akatengeza naye stamp ya kwake. Na hata ndo taona wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufariki kwake hapajawahi kuweko na kalenda. Ina maana ilikuwa hapana umuhimu wakati huo. Lakini baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, khilafa ya Abu Bakar hapakuwa na kalenda. Khilafa, uongozi wa Umar, sasa hapo ndo pakaonekana pana ulazima ama umuhimu wa kuwekwa ama kuwa na kalenda. Ndo ikaja wazo la kuweza kuanzisha kalenda ya Kiislamu.